Baada ya Yesu kurudi mbinguni, wanafunzi wake walibaki na kazi nzuri ya kupeleka injili kwa wote. Wakiwa wamejawa na Roho Mtakatifu, wanaume hawa na wanawake hawa walipeleka injili katika ulimwengu ambao ulikuwa umebakia wakati ule. Kwa hiyo kila kona dunia ilihubiriwa wakati ule. Lakini baada ya kazi hiyo, walikumbana na upinzani mkubwa mno, wakianza kwa Wayahudi, lakini pia hata kwa Warumi. Lakini Wakristo wengi walikuwa tayari kuuawa hata kifo kwa ajili ya kutetea imani ya kweli. Lakini hata hivyo, damu ya mashahidi ilizidi kuliongeza kanisa la Efeso wakati ule. Lakini baada ya muda mrefu wa mateso, kanisa la Rumi aliibuka mtawala mmoja ambaye aliitwa Konstantini, na wakati huu aliigiza ya kuwa ameongoka na akawa amebatizwa. Lakini hii ilisababisha kuingia kwa upagani katika kanisa la kwanza, na hivyo Wakristo waliobaki imara waliuawa na kuteseka vibaya mno. Lakini baada ya Wakristo kama Waldensia walibaki imara, na Mungu aliwapeleka jangwani katika maeneo ya Ulaya pamoja na maeneo ya Italia. Hata hivyo, Mungu hakukosa mashahidi. Aliinua watu ambao waliamini Biblia na kwa imani ya Yesu pekee. Na Mungu aliinua watu kama akina John Huss, akina Zwingli, akina Wycliffe, akina Martin Luther kusimama kwa ajili ya imani ya Biblia na imani ya Yesu pekee. Na kufikia mwaka 1798, upapa ulipata jeraha la mauti, na hapo mateso yakawa yamekoma. Lakini mwaka 1830 Mungu alimuinua William Miller kwa ajili ya kuhubiri, na watu waliandaliwa kwa ajili ya ujio wa Yesu ambao ulitabiriwa kwamba ungelikuja katika miaka 1844. Na hapo ndipo lilikuwa chimbuko la kanisa la Waadventista wa Sabato, na hivyo kanisa hili lilianza kama movement na pia litamaliza kama movement. Na tunakoelekea mwishoni, Mungu anahitaji watu watakaosimama kwa Biblia na Biblia pekee. Imani ya Yesu ikituongoza kwenye kutii sheria za Mungu kweli kweli, na hili ndilo kanisa la Mungu. Mwaka 1844 Kristo kutokea, na wengi walikatishwa tamaa. Na ndipo nuru ya patakatifu ilipofunuliwa na kuonesha wazi ya kwamba Kristo alikuwa haji duniani, lakini alikuwa anaingia katika chumba cha pili ambacho ni chumba cha patakatifu kwa ajili ya kazi ya mwisho. Na hivyo waliendelea kushikamana kwa pamoja wakihubiri injili, na walipaswa waendelee mbele kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, lakini pia ujumbe wa malaika wa nne ambao unapatikana kitabu cha Ufunuo sura 18 kwa ajili ya kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Toka wakati huo, dalili zote ziko wazi ya kwamba Yesu anakuja mara ya pili. Jiandae kukutana na Bwana wako ajapo hivi karibuni. Roho ya unabii katika periodical PT, yani Present Truth ya Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8, nabii anasema, Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa, ukweli wa kutiwa muhuri, chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Hili ni somo la Lijue Kanisa Lako sehemu ya 5. Ninayekualika ni mimi tena, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, basi tuombe. Baba yetu mwema,
uliye mbinguni, mimi na ndugu msikilizaji na mtazamaji tunajisalimisha chini ya uongozi wako. Fahamu zetu na akili zetu zikaandaliwe kwa mguso wa Roho Mtakatifu na usaidizi wa malaika zako kuelewa kile unachotamani tukielewe. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu, amin. Lijue kanisa lako, sehemu ya 5. Ellen G. White aliwahi kuota ndoto. Ndoto hii ilikuwa ni unabii wa kile kitakachotokea baadaye katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika masomo haya, katika somo hili Lijue kanisa lako, sehemu ya 5, ninakuletea ushahidi wa wazi namna ambavyo unabii huu katika ndoto hii umetimia. Ninachokifanya, ninafungua tu pazia kwa kadri Mungu anavyoniongoza, ili nikusaidie ama ili usaidike kuelewa kile ambacho kwa muda mrefu ulifichwa na haukukielewa. Ndoto ya Ellen G. White inapatikana katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza, ukurasa wa 577, paragrafu ya 2. Nabii anasema, usiku huo niliota kwamba nilikuwa huko Battle Creek nikitazama kutoka kwenye kioo cha pembeni mlangoni na kuona kundi likiandamana kwenda nyumbani wakiwa wawili wawili. Walionekana kuwa wenye nia thabiti na waliodhamiria. Niliwajua vizuri na nikageuka kufungua mlango ili niwapokee wageni, lakini nikadhani kwamba napaswa kuangalia tena. Tukio lilibadilishwa. Kundi hilo sasa liliwasilisha muonekano wa maandamano ya Kikatoliki. Mmoja alikuwa na msalaba mkononi mwake na mwingine mwanzi, na walipokaribia, yule aliyebeba mwanzi akazunguka nyumba akisema mara 3, nyumba hii iko chini ya ulinzi. Bidhaa zilizomo lazima zichukuliwe. Wamenena kinyume na utaratibu wetu mtakatifu. Hofu ilinishika, nikakimbia kupitia nyumba hiyo, kupitia mlango ulioko upande wa kaskazini. Nikajikuta niko katikati ya kundi ambalo wengine niliwatambua, lakini sikuthubutu kuwaambia neno kwa kuogopa kusalitiwa. Nilijaribu kutafuta sehemu nzuri ambapo ningeweza kulia na kuomba bila kukutana na macho yao yenye shauku na udadisi popote nilipogeukia. Nilirudia mara kwa mara, lakini ningeweza kulielewa hili. Laiti wangeniambia kile nilichosema au kile nilichofanya. Ndoto hii inamaanisha nini? Ellen G. White anaonyeshwa katika ndoto hii anaowatambua, yaani Waadventista wa Sabato anaowatambua kabisa, wakija kwenye nyumba aliyokuwemo wana machi wawili wawili, lakini alipoangalia tena vizuri, lile kundi likawa limebadilika na kuwa sasa ni machi ya Kikatoliki. Mmoja amebeba msalaba, mwingine mwanzi. Na walipofika wakaizunguka ile nyumba, yule aliyobeba mwanzi akasema, nyumba hii iko chini ya ulinzi. Bidhaa zake lazima zitaifishwe, lazima zichukuliwe. Kwa nini? Wamenena kinyume na utaratibu wetu mtakatifu. Ni nini hapa unachokipata katika ndoto hii ya Ellen G. White? Ya kwamba kuna mapandikizi ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, Jesuit infiltration. Wanaonekana kuwa ni Waadventista wa Sabato, lakini wanatekeleza mipango ya Vatican. Ndio maana ya ndoto hii. Kwa hiyo katika somo hili ninaendelea kukufunulia namna ambavyo ndoto hii ama unabii unaobebwa na ndoto hii jinsi ulivyotimia.
Na nilianza kukueleza kwa habari ya Neil Wilson katika somo la 4, lijue kanisa lako somo la 4, ya kwamba alikuwa ni Freemason wa degree 33. Nikakueleza habari ya Robert S. Falkenberg ambaye alifungamanishwa kwenye mikataba na Vatican, na kwa tamaa yake ya pesa akajikuta amewekwa chini ya udhibiti wa Mrumi na akatekeleza mipango yao, na walipomalizana naye wakamtoa wakamuingiza John Paulson. Sasa katika somo hili tuangalie kidogo kuhusu John Paulson. Katika gazeti ama jarida la Spectrum la 1999 volume namba 27 issue namba 2, katika gazeti hili kuanzia ukurasa wa 51 mpaka 57 imeelezwa CV yote ya presidenti mpya aliyechaguliwa baada ya Falkenberg kuwa amejiuzuru. Huyo John Paulson, CV yake imeelezwa hapo. Sasa nataka kupitia uchambuzi huu wa kiongozi huyu, namna alivyotumiwa na kanisa la Rumi, nataka ufahamu yafuatayo. Jambo la kwanza, Mrumi ana mbinu kadhaa za kujipenyeza ili kudhibiti taasisi ya kidini ama taasisi yoyote ile. Moja, wanaingiza watu wao kama ilivyokuwa kwa Neil Wilson. Ukisikia degree 33 za Freemason, huyo ni mtu wao. Au wanamuingiza kwenye mikataba ambayo hawezi kufurukuta kama ilivyokuwa kwa Robert Falkenberg. Mbinu ya tatu wanayotumia ni kupitia elimu. Wanafundisha falsafa zao ili kumbrainwash huyu mtu akubaliane na mipango yao. Kuna nguvu inayobadilisha kupitia elimu. Sasa Mrumi amekuwa na kawaida ya kuhakikisha kwamba anashawishi watu ama viongozi ama wachungaji kutoka madhehebu fulani mengine wasome kwenye vyuo vinavyofungamana na Ukatoliki ili wajifunze theolojia yao. Na lakini pia katika kujifunza huko, nani ajuae, yaliyositirika ni mengi. Wanatumia mbinu zozote za kuhakikisha huyo anayesoma kwenye taasisi zao, ambaye wanamwandaa ama wameona karama na vipawa vyake vitawasaidia, akubaliane na malengo yao na mipango yao, wamuingize kwenye mikataba yao. Lakini jambo la pili, jambo lingine nalotamani ujifunze, ulielewe. Ukiwaangalia hawa mapresidenti watano tangu kwa Neil Wilson, Falkenberg, John Paulson, Teddy Wilson na Elton Coiler, kama yeyote kati ya hao angekuwa amewekwa na Mungu na amejitoa kwa huduma ya Mungu na anaamua kuusimamia ukweli, tungeona dalili ya utendaji wake. Kwa matendo yao mtawatambua. Inawezekanaje mtangulizi wako alitumika kwa ajili ya shetani, amefanya mipango ya kishetani, wewe unapokuja, kwa nini uendeleze alipoishia na mipango ile ya kishetani uisukume mbele? Kwa nini usiongoze taasisi hii kupangua mambo ya kishetani ili ulirudishe kanisa katika usafi wake? Mbona wafalme wa Israeli, alipokuwa amepita mfalme muovu, anapokuja mfalme mwingine mwadilifu, mwaminifu, anaongoza taifa kwenye matengenezo? Kwa nini wote walijenga pale ambapo mwingine aliishia? Hawa wote watano ni mawakala wa Mrumi na hawakuwekwa na Mungu hapo General Conference. Sasa basi, angalia John Paulson katika gazeti hilo, unaona kwenye skrini yako hapo.
kuna hapo palipoandikwa education, nimezungushia huo wino wa blue. Hapo juu kabisa unaona elimu yake huyu Jan Paulson alikuwa na doctorate ya theology aliyoipata katika chuo cha Tübingen, Ujerumani. Sasa nataka tuangalie hiki chuo cha Tübingen, Ujerumani ni chuo gani? Hiki chuo cha Tübingen kiko Ujerumani, ni chuo sio cha kidini moja kwa moja, ni chuo cha kiserikali cha public, lakini wanatoa makozi za kitheolojia. Na katika chuo hiki, ili uweze kuelewa, waliokuwa maprofesa wanaofundisha theolojia ambao walimfundisha Jan Paulson wametoka kwenye madhehebu yapi? Wametoka wapi? Kwenye kanisa lipi? Nenda tu Google search engine, andika maneno haya unayoona kwa rangi nyekundu kwenye skrini yako. Andika hivi: Cardinal Ratzinger and Tübingen University. Huyu Cardinal Ratzinger ama Joseph Ratzinger ndiye ambaye alikuja kuwa Papa Benedikti wa 16. Sasa basi, huyu Papa Benedikti wa 16 kwa wakati huu akiitwa Joseph Ratzinger alikuwa nani? Hapo Tübingen University ambapo Jan Paulson alisoma. Google inatusaidia kupata majibu. Google inatuambia hivi: Papa Benedikti wa 16 alikuwa profesa wa dogmatic theology at the University of Tübingen from 1966 to 1969. Huyu alikuwa ni profesa wa dogma katika chuo hiki cha Tübingen kuanzia mwaka 1966 mpaka 1969. Hivi dogmatic theology ni kitu gani? Kwa maneno ya Kiingereza, dogmatic theology is the branch of Christian theology that is systematically organizes or defines and defends the official authoritative doctrine of church. Kwa Kiswahili, theolojia ya kidogma. Teolojia ya kidogma ni tawi la kiteolojia la teolojia ya Kikristo ambalo hupanga kwa utaratibu, hufafanua na kutetea mafundisho rasmi na yenye mamlaka ya kanisa. Huyu Joseph Ratzinger ambaye baadaye alikuja kuwa Papa Benedikti wa 16 mwaka 1966 mpaka 1969 akiwa profesa wa dogmatic theology, alikuwa anaitetea theolojia ya kanisa lipi? Kwa mujibu wa tafsiri hii ya dogmatic theology, alikuwa anatetea theolojia ya kanisa Katoliki. Hakuwa hapo anatetea theolojia ya Waadventista wa Sabato. Hatufanani hata kidogo. Huyo ndiye alikuwa profesa aliyemfundisha presidenti wako, aliyekuwa presidenti wako mwaka tangu presidenti wa mwaka 1999 mpaka 2010. Jan Paulson doctorate yake ameichukua hapo Tübingen University mwaka wa 1972, na kuna uwezekano mkubwa alikutana na huyu Joseph Ratzinger kama profesa wake, na hata kama hakukutana naye, basi Wakatoliki walipeleka maprofesa wengine, kwa sababu katika ule mkutano wa Vatican II ulioketi kule Vatican 1962 mpaka 1965 uliitishwa ukiwakusanya makardinali na maaskofu na wanataaluma wenye uwezo mkubwa, maexpert wa kanisa Katoliki,
wamekaa miaka isiyopungua mitatu Vatican, wanasugua vichwa, waje na suluhisho gani la kurudisha mvuto wa kanisa Katoliki na kuunganisha tena makanisa ya Kiprotestanti yaliyojitenga kutoka kanisa Katoliki. Kwa hiyo ecumenism ikaibukia hapo, ya kwamba sasa kupitia ecumenism wayaunganishe makanisa yote chini ya kanisa Katoliki, umoja ule, urafiki ule urudi tena. Sasa basi, katika mkutano huu, kwa mujibu wa peji rasmi ya kanisa Katoliki, unaona kwenye skrini yako hapo, The Holy See inasema biography of His Holiness Pope Benedict the 16th, biography ama historia binafsi ya Papa Benedict wa 16. Katika peji hii wameandika yafuatayo, Wakatoliki wenyewe. Angalia kwenye skrini yako hapo nilipoonyesha namba 1, ndipo napotaka tuangalie. Anasema in 1953 Father Ratzinger obtained a doctorate in theology with a thesis entitled The People and the House of God in St. Augustine's Doctrine of the Church. Doctorate ya Ratzinger ambaye alikuja kuwa Papa Benedict wa 16, doctorate yake aliyoipata mwaka 1953 ilikuwa imejikita kwenye theolojia ya kanisa Katoliki. Nenda tu Google ukasechi Augustine's Doctrine of the Church, utaona huyo Augustine akieleza theolojia hiyo ya Kikatoliki pure. Na huyu Cardinal Ratzinger, huyu Joseph Ratzinger ambaye alikuja kuwa Papa Benedict wa 16, anatambulishwa na BBC kwamba alikuwa ni muhafidhina conservative wa mafundisho ya Kikatoliki, na kwenye mkutano wa Vatican II aliitwa kama expert wa theolojia ili atoe mchango wake namna gani waweze kuyarudisha makanisa yote ya Kiprotestanti chini ya udhibiti wa kanisa Katoliki. BBC walitoa taarifa hii tarehe 12 Februari 2013. Unaona kwenye skrini yako hapo na hiyo website. Wanasema hivi BBC, Papa Benedicto ni mtu wa msimamo wa kiafidhina kwa maana ya kina kabisa ya neno hilo. Anaamini kuwa mapokeo huakisi kweli muhimu na yanapaswa kuheshimiwa. Mnamo mwaka wa 1966, muda mfupi baada ya kuhitimishwa kwa baraza hilo Vatican II, Joseph Ratzinger alianza kushikilia wadhifa mpya wa kitaaluma katika chuo kikuu cha Tübingen, au ni BBC wanaeleza. Alipelekwa Tübingen, chuo ambacho kinajulikana kama The Ecumenical University. Kwenda kufanya nini? Kufundisha theolojia ya Wasabato, kwenda kusimamia theolojia ya kanisa Katoliki, kufanya kazi ya kiekumenism, kuhakikisha kwamba wanaokuja kutoka madhehebu ya Kiprotestanti kusoma kwenye hicho chuo wawekwe chini ya udhibiti wa kanisa Katoliki. Alipelekwa pale kwa kazi maalum. Hapo ndipo alikuwa president wa General Conference John Paulson tangu mwaka 1999 mpaka 2010, ndipo alipochukulia doctorate yake, akiwa amebobea kwenye elimu hiyo ya kitheolojia, theolojia ya hayo makanisa mengine, theolojia ya Kikatoliki. Ndio anakuja kushika wadhifa kuwa president wa General Conference. Kabla hata hajashika wadhifa wa kuwa president wa General Conference, alikwenda kuwa rais wa chuo kikuu kinachoitwa Newbold College kule Uingereza, na akashika nyadhifa zingine mpaka anakuja kuwa president wa General Conference. Sasa sikia Ellen G. White anachokisema katika Fundamentals of Christian Education FE 535 paragrafu ya 3. Nabii anasema hivi: nimeonyeshwa kuwa shinikizo kubwa
litaelekezwa kwa kila Mwadventista wa Sabato ambaye dunia inaweza kuwa na uhusiano wa karibu naye. Tuna pause kidogo. Mpaka hapo Jan Paulson kufundishwa na Cardinal Joseph Ratzinger ambaye alikuja kuwa Papa Benedict wa 16, hakuna urafiki, hakuna uhusiano, hakuwa na uhusiano na ulimwengu huyu ambao hawana kweli. Nabii anaendelea kusema, wale wanaotafuta elimu ambayo dunia inaiheshimu sana, hatua kwa hatua huongozwa mbali zaidi na zaidi kutoka kwenye kanuni za ukweli hadi wanapokuwa watu wa dunia wenye elimu. Wasabato wanaoongozwa kutafuta elimu ya kidunia wanaongozwa hatua kwa hatua kuuacha ukweli mpaka wanakuja kuwa watu wa dunia wenye elimu. Yaani ni anakuwa ni mmoja wa watu wa kidunia aliyeelimika kidunia. Tusemeje kwa Jan Paulson? Kwa kusoma kwenye chuo cha Tübingen University kule Ujerumani, the Ecumenical University, anafundishwa na maprofesa wa Kikatoliki. Papa Benedict wa 16 amefundisha hapo. Ukizingatia mipango na mikakati ya kanisa Katoliki kuua Uprotestanti na namna ambavyo walipanga kwenye mkutano wa Vatican II, unafikiri huyu Jan Paulson aliachwa salama? Nabii anaendelea kusema, wameipata elimu hiyo kwa gharama kubwa mno. Wamejitenga na Roho Mtakatifu wa Mungu. Jan Paulson hakuwa na Roho Mtakatifu. Kwa kwenda kufundishwa na maprofesa wa Kikatoliki, hatua kwa hatua anaondoka kwenye ukweli. Sio maneno yangu, nabii anasema. Wamechagua kukubali kile ambacho dunia inakiita maarifa badala ya kweli ambazo Mungu amewakabidhi wanadamu kupitia watumishi wake, manabii na mitume. Na wapo baadhi ambao baada ya kupata elimu hii ya kidunia hudhani kuwa wanaweza kuiingiza katika shule zetu. Lakini nawaambia, hampaswi kuchukua kile ambacho dunia inakiita elimu ya juu na kukiingiza katika shule zetu, sanitariums zetu na makanisa yetu. Tunahitaji kuelewa mambo haya. Ninawaambia kwa uhakika kabisa, hili halipaswi kufanywa. Mwisho wa kunukuu. Na hili limekuwa kawaida kwa Waadventista wa Sabato. Wako wanaoitwa maprofesa, wanaitwa madokta, wanafundisha kwenye vyuo vyetu vya Kiadventista, lakini elimu zao, masters zao, doctorate zao wamezipata kwenye vyuo ambavyo sio vya Kiadventista. Wengine kwenye vyuo vya Kilutherani, wengine vya Kianglikani, wengine vya Kikatoliki. Ndio hao wanafundisha wachungaji wetu wa mitaa. Na wako wengine wachungaji kwenye mitaa yetu ndio wasimamizi wa vibweta, ndio waambie watu ukweli wa sasa. Wamesoma elimu zao kwenye vyuo vya kidunia. Hii nukuu ya roho ya unabii tuifute. Nabii aliongozwa na Mungu, akuongozwa na Mungu. Kwa nini tunakataa hizi shuhuda? Kwa nini tunafanya kinyume na maelekezo ya Mungu? Alafu bado tunasema tunaongozwa na Mungu, tuna Roho Mtakatifu. Si kweli. Wapo hata leo wachungaji wengi kwenye vyuo vyetu, wachungaji wengi kwenye nafasi za uongozi, general conference, divisions, unions, conferences ama fields, na hata kwenye mitaa wanasimamia taasisi mbalimbali, publishing houses, wanasimamia vyuo na kadhalika. Wamesoma kwa Mrumi, wamenyweshwa mvinyo ya Babeli. Ndio hao tunawaamini, ndio hao tunasubiri watuambie sheria ya Jumapili Marekani imekaribia kutangazwa. Ndio hao tunasubiri watuambie kwamba sasa tutoke mijini twende mashambani. Ndio hao watufundishe huduma ya Yesu patakatifu mbinguni. Watuambie hukumu ya upelelezi ni kitu gani? Never.
It will never happen. Hawa wameharibiwa na adui. Adui yuko ndani. Adui yuko ndani, ameshaingia ndani. Sikia nukuu hii ya roho ya unabii inachosema. Ellen G. White anasema hivi: katika Selected Messages gombo la kwanza ukurasa 122, nukuu hii imenukuliwa katika matukio ya siku za mwisho UPH 2019 ukurasa wa 120. Tunapaswa kuogopa kwa kiasi kikubwa waliomo ndani zaidi ya walio nje. Vizuizi vya uimara na mafanikio kwa kiasi kikubwa kabisa vinatoka ndani ya kanisa lenyewe kuliko ulimwenguni. Mbinu hii shetani anaijua vizuri, akaamua kujipenyeza ndani ya kanisa ili afanye yake. Leo unajitoa kusikiliza wachungaji wanasema nini, viongozi wanasema nini. Ukiwa na jambo lolote unaenda kuuliza, eti wachungaji mnasemaje juu ya ujumbe wa miaka 6000? Eti wachungaji mnasemaje juu ya Marekani kukaribia kutangaza sheria ya Jumapili? Eti wachungaji mnasemaje kuhusu kutoka mjini? Na majibu mnayafahamu, na hata kwenye mikutano ya makambi inayoendelea mnaona wanachokisema, kana kwamba vitabu vya roho ya unabii sio vitabu vyetu, kana kwamba Ellen G. White hakuwa nabii, kana kwamba tunamkana Ellen G. White sio nabii, tunakana mpaka maandiko, wakati mkutano wa the Vatican II umeweka misingi imara ya kuhakikisha kwamba wanaua Uprotestanti kwa kujifanya kanisa Katoliki limebadilika, wakati roho ya unabii inatuambia haliwezi kubadilika, isipokuwa Uprotestanti ndio utakaobadilika. Wanaweka mipango yao kurudisha makanisa yote chini ya utawala wa kanisa Katoliki. Ndiyo kwanza wachungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato wanaimba wimbo ya kwamba kanisa la Katoliki limebadilika. Wamekuwa watetezi wa upapa. Tafadhali tazama video clip hii na tumeitafsiri kwa Kiswahili. Mtazame mchungaji anaitwa Ganun Diop. Amestaafu kwa sasa. Amekuwa mkurugenzi wa PAR, Public Affairs and Religious Liberty ya General Conference kwa miaka 10 katika kipindi cha Ted Wilson. Ted Wilson amekuwa president kwa miaka 15. Ndiye huyu anasema ya kwamba Vatican imebadilika, na anasema kwamba Wasabato wanapaswa kuelimishwa wabadili mtazamo wao kwa Ukatoliki. Anasifia mkutano wa Vatican II. Huyu alikuwa mtumishi wa Yesu ama alikuwa ni Jesuit? Huyu pandikizi kabisa huyu. Hebu tazama na wewe msikilize Ganun Diop anavyozungumza. Kwa mfano wa uhuru wa kidini, kila mmoja anajua wakati wa zama za kati, tunafahamu kanisa Katoliki halikuishi kulingana na kanuni hiyo, lakini kwa kweli kanisa Katoliki lilibadilika ule mwaka 1965. Najua baada ya kuna baraza la pili la Vatikani, kwa sababu litoa tamko kwa ajili ya uhuru wa dini. Na ndio maana hatuwezi tu kwa sengenya kwamba Wakatoliki husema vile au hapana au sio. Sawa, kihistoria wanapingana na hilo kwa sababu walianzisha baraza la kuwahukumu wazushi. Kwa hiyo halikufanya hivyo, lakini lilibadilika mwaka 1965 na hati ya Dignitas Humani. Kwa mfano, haya ni maandishi mazuri sana ya uhuru wa kidini. Kwa maneno mengine, Waadventista wanapaswa kuelimishwa katika kinachoendelea duniani.
Hatupaswi kuwasingizia watu bila hata kujua mchango wao. Mpendwa wa mtazamaji, umemsikia anachokisema. Unaonaje? Una maoni gani kama mtoto wa Mungu? Huyo ndo anaitwa shujaa. Siku hizi ukitetea uovu, ukifumbia macho, ndio unaonekana mtumishi mwaminifu. Lakini ukisema ukweli unaitwa muasi. Kuna kiwango gani kikubwa cha uasi kama hiki anachokionyesha Ganun Diop na Ted Wilson ambaye alikuwa president wake, na hakuna hatua zozote alizochukuliwa baada ushirika wake haujafutwa? Kwa kiwango hiki cha udanganyifu, kulidanganya kanisa la Mungu mbele ya malaika watakatifu, mbele ya Mungu mtakatifu sana. Hivyo basi GC kwa kuamini kuwa Ukatoliki umebadilika, basi ni sawa tu tukiungana nao katika ecumenism. Msikilize tena Ganun Diop akieleza wazi ya kwamba amekuwa akiongoza umoja wa makanisa ulimwenguni na ameshiriki kuandaa mkutano kule Ghana. Hebu msikie huyu Ganun Diop. Ted Wilson alikuwa wapi? Executive Committee ya General Conference ilikuwa wapi? General Conference imetekwa na Wakatoliki. Msikilize Ganun Diop. Kanisa la Waadventista wa Sabato limehudhuria mkutano tangu mwaka 1957. 1957 sikuwa hata najua huko, sawa? Kwa hiyo mkutano huitwa mkutano wa makatibu wakuu wa ushirika wa ulimwengu wa Kikristo, sawa? Kwa nini Waadventista? Nilikuwa na slide ambayo nilitaka kukuonesha, lakini siwezi kukuonesha kwa sababu PowerPoint yangu sinayo. Kwa hiyo wanaoloza orodha ambayo inaonesha Wakristo wa kweli. Katika orodha hiyo tuna mkutano mkuu wa Waadventista wa Sabato ambao ni General Conference ya Waadventista wa Sabato, na katika section ya 8 sikumbuki vizuri, nilishawahi kuonesha mara kadhaa, kuna makanisa ambayo yanaitwa Kristolojia ya Heterodoksi, ikimaanisha kuwa yana uelewa tofauti wa Kristo jinsi alivyo. Na katika orodha hiyo tuna watakatifu wa siku za mwisho, yani kanisa la Mormon na kanisa la Christology, Masaidi wa Yehova na mambo mengine machache. Sasa Waadventista umekuwa na bidii kuanzia kwa Bibi Beach, John Last na mimi sasa kuhakikisha kwamba tunawekwa kwenye orodha hiyo Kristo wa kweli, yani genuine Christian. Na hiyo ndio kazi yangu. Sasa kitu cha kuvutia zaidi, waliniuliza niwe katibu. Kwa hiyo nini jukumu la katibu? Ninapanga mkutano mmoja kila mwaka na viongozi wote hawa waliokaa hapa. Kila dhehebu hueleza ni kitu gani unafanya, ni kwa nini. Nimekuwa nikifanya hivyo kwa miaka 10 zaidi. Kwa sababu ya haya mambo wamejenga ujasiri. Tunakwenda kukutana Accra, Ghana hivi karibuni. Viongozi wa ulimwengu hawa wanazungumza kuhusu habari ya Baptist, wa Methodist, wa Katoliki, wa Orthodox, na unajua, na wanauliza. Mpendwa mtazamaji, baada ya kumsikia Ganun Diop, sasa tulinganishe na roho ya unabii inachosema. Hebu tuangalie katika kitabu cha Pambano Kuu, ninacho hapa mkononi mwangu, UPH toleo la 2024. Nasoma ukurasa wa 464, 470 na 471. GC, yani the Great Controversy, ukurasa wa 563 paragrafu ya 2 na ya 3, 564 paragrafu ya kwanza, 570 paragrafu ya 3, 571 paragrafu ya kwanza na ya pili. Unaona kwenye skrini yako, unaweza ukafuatilia. Sasa niruhusu nisome kwa Kiswahili kwenye kitabu hiki cha UPH. Ukurasa wa 464, sura ya 35, uhuru wa dhamiri watishwa. Nabii anasema hivi:
watetezi wa upapa wanatangaza kuwa kanisa limeharibika na ulimwengu wa Uprotestanti una mwelekeo wa kukubali kauli hiyo. Wengi wanasisitiza kuwa sio haki kulihukumu kanisa leo kwa machukizo na upuuzi uliofanywa na kanisa katika karne za giza za kuto kujua. Wanatoa udhuru kwa ukatili wake kama matokeo ya ujinga wa nyakati zile, na wanadai kuwa ustaarabu wa kisasa umebadilisha mawazo yake. Huyo ndiye Ganun Diop. Hao ndio akina Ted Wilson. Hao ndio viongozi wa General Conference wanatuambia kanisa Katoliki limebadilika. Sikia nabii anachosema. Je, watu hawa wamesahau madai ya kuto kukosea yaliyotolewa kwa miaka 800 na mamlaka hii yenye kiburi? Mbali kabisa na kuachwa, si dai hili lilithibitishwa katika karne ya 19 kwa mkazo mkubwa zaidi kuliko kabla ya hapo. Kwa Rumi inavyodai kuwa kanisa halijawahi kukosea, wala kwa mujibu wa maandiko halitakosea kamwe. Ukurasa wa 470. Sura hii Uhuru wa Dhamiri watishwa, sura ya 35 Pambano Kuu. Nabii anasema hivi: kanisa la Roma sasa linawakilisha muonekano wa haki kwa ulimwengu, likifunika kwa kuomba radhi kwa ajili ya kumbukumbu zake za ukatili wa kutisha. Hiyo ndo mkutano wa Vatican II ulikuwa na malengo hayo, na unabii huu umetimia. Kanisa limejivika muonekano unaofanana na wa Kristo, lakini bado halijabadilika. Kanisa Katoliki halijabadilika. Kila kanuni ya upapa uliokuwepo katika zama zilizopita ipo pale pale leo. Mafundisho yaliyobuniwa katika zama za giza bado yanashikiliwa. Mtu yeyote asidanganye. Ganun Diop asidanganye. Ted Wilson asidanganye. Viongozi wa General Conference wasitudanganye. Upapa ambao wa Protestanti sasa wako tayari kuuheshimu ni ule ule uliotawala ulimwengu katika siku za matengenezo. Wakati watu wa Mungu waliposimama imara wakihatarisha maisha yao kuanika uovu wake, kanisa bado lina kiburi kile kile na majivuno yale yale kama nyakati zile kanisa lilipokuwa juu zaidi ya wafalme na wakuu wa nchi mbalimbali duniani, na lilipodai kuwa na mamlaka sawa na ya Mungu. Roho ya kanisa haijaacha ukatili na ukandamizaji sasa kuliko wakati lilipovunja uhuru wa binadamu na kuwaua watakatifu wake yeye aliye juu sana. Upapa ni ule ule ambao unabii ulitangaza kuwa ungekuwa uasi wa siku za mwisho. Sio kweli kuwa hakuna sababu ya msingi inayowafanya watu wa nchi za Kiprotestanti kutoa madai kuwa Ukatoliki hauna tofauti kubwa sana na Uprotestanti kuliko ilivyokuwa katika nyakati za zamani. Kumekuweko na badiliko, lakini badiliko haliko katika upapa. Ni kweli kuwa Ukatoliki unafanana na Uprotestanti uliopo sasa, kwa sababu Uprotestanti umeporomoka sana tangu siku za wana matengenezo. Kwa hiyo kanisa la Waadventista wa Sabato kama kanisa la kweli la Kiprotestanti limeporomoka sana. Ganun Diop anatuthibitishia hilo, akituambia ya kwamba kanisa Katoliki limebadilika. Ameshiriki kwenye vikao vya ecumenism, ameandaa mpaka mikutano. Yeyote anayebaki kuwa chini ya mfumo huu ulioasi anaendelea kusikiliza wachungaji hawa, viongozi hawa wa kanisa ambao wanatumika kwa ajili ya shetani na sio kwa ajili ya Mungu. Wanashiriki roho hiyo inayowaongoza, na hivyo wanashiriki uasi huo. Atakayesalimika ni yule ambaye ataamua kukata huo mnyororo na kujitenga na mfumo huu ulioasi. Endelea kufuatilia somo hili, tuendelee kujifunza. Bado tuko na John Paulson. Nabii anasema hivi
Katika Signs of the Times February 19, 1894 ni kukataliwa kwa ukweli wa Biblia ambako kuna wafanya wanadamu kuukaribia ukafiri. Kwa hiyo kina Ted Wilson, wakina Ganun Diop wamekataa ukweli wa Biblia, ndio maana wanaukaribia ukafiri wa kanisa Katoliki. Ni kanisa lililorudi nyuma ambalo linapunguza umbali kati yake na upapa. Hii inatuthibitishia kwamba General Conference imerudi nyuma mno na haitumiwi na Mungu na sio sauti ya Mungu tena. Sio sauti ya Mungu tena. Ndio maana viongozi wanapunguza umbali na kanisa Katoliki. Hawa walikuwa wanatumika kwa ajili ya Vatican. Ni watumishi wa shetani. Hawakuwa watumishi wa Mungu aliye juu. Sasa sikia. Ushahidi ukiwa wazi namna hii ya mapandikizi ya Mrumi, msikilize mchungaji Geoffrey Mbwana akijibu maswali ya watoto wa wachungaji kwenye mkutano wa watoto wa wachungaji PKs kule Geita. Je, alisema ukweli au kuna kitu alikuwa anakificha? Mtawatambua kwa matunda yao. Sikia maswali ambayo alikuwa akiuliza. Kijana anauliza, mtoto wa mchungaji anauliza juu ya mapandikizi ya Mrumi. Wanaingia kwenye vyuo vyetu, wanasoma kwenye vyuo vyetu, wanashika madaraka ya uongozi, wanabadilisha kanisa kutokea ndani. Angalia majibu ya Geoffrey Mbwana wakati huo akiwa makamu mwenyekiti wa General Conference. Alisema ukweli? Angalia majibu yake. Msikilize. Okay, kwa majina naitwa James Allen, mtoto wa Allen. Okay, sasa ukisema ndio na anachojaribu kueleza huyu mheshimiwa ni kitu ambacho nimekiona kwa baadhi ya universities, makanisa mengine. Makanisa mengine. Mkakati, yes, thabiti kabisa ya kuingiza watu wao kwenye shule zetu. Okay. Wanakuwa trained, alafu mwisho wa siku hao sasa ndio wanakuja kuingia kwenye system yetu ya kanisa ya utume. Ndicho ambacho anajaribu kuelezea huyu. Madhehebu yanatuma watu wasome kwenye vyuo vyetu, inaingia kwenye chuo chetu cha kanisa, wanasoma theology yetu, alafu mwisho wa siku hao sasa ndio wanatoka wanakuwa viongozi kwenye utume wetu. Ndio hicho ambacho anasema kwamba amesikia. Walipokuja kwetu wakabatizwa? Hapana. Ame-enroll university, kwa mfano nitole mfano, ame-enroll University of Arusha, lakini ametoka Catholic. Amejiunga na Theology University of Arusha ya kwetu, alafu mwisho wa siku anamaliza, akimaliza anaendelea labda kuchukua PhD ya kwetu, alafu mwisho wa siku huyo sasa anajikuta amekuwa enrolled kwenye system yetu ya kanisa. Ulichosikia ni uongo mtupu. Uongo mtupu kabisa kabisa. Hizo ndizo tunaita conspiracy theories. Mimi niko General Conference. General Conference hakuna anayeajiriwa kama si msabato. Hakuna. Na nchi ile hairuhusu kubagua watu kidini. Lakini sisi tumepata kibali maalum cha serikali ambacho tunaweza na tunafanya hivyo. Huwezi kuajiriwa kama si msabato. Ni msabato tena mwenye track record na uzoefu. Huwezi kwenda General Conference kwa sababu una degree. Never. Unachaguliwa na watu, na wakikuchagua, hiyo ndio sifa. Sisemi ya kwamba waliosoma hawahitajiki, wanahitajika, lakini sio sifa inayokupeleka eti kwa sababu nina degree ninaingia kazini kule. Hapana. Hapana. Yeah. Kwa hivyo hizo ni conspiracy theories, hazina ukweli. Sasa hapa niseme kitu. Mtasikia kwenye mitandao, media, kanisa limekubaliana na Papa. Papa amefanya kitu kifulani ya Wasabato. Msikubali conspiracy theories. Thibitisheni. Kanisa tuna mafundisho ya wazi kabisa yanayotuonyesha kanisa la Roman Catholic ni nini katika unabii. Kanisa haliwezi kukiuka na kwenda kushikana mkono huko.
kanisa la Wasabato hatuko kwenye chama cha umoja wa makanisa, ila tuna observers tunaowatuma wasikilize mambo yanayojadiliwa ni nini, wana mipango wanayoifanya ni nini, kwa sababu lazima tuwe na akili ili tujipange. Wanapojipanga na sisi tujipange, kinachokuja ni nini, kanisa lisitembee gizani. Kwa hivyo tuna observer status kwenye umoja wa makanisa. Kazi yetu si kushiriki maamuzi, ni kusikiliza tu wanasema nini, wanaamua nini, wanapanga nini. Na akirudi anaambia kanisa, jamani, nimesikia hiki, nimesikia hiki, nimesikia hiki. Sisi si wanachama, sisi si memba wa Umoja wa Mataifa, lakini tuna mfanyakazi wa kudumu pale ofisini ambaye kazi yake ni kila siku yuko Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa unajadili nini, wana mipango gani itakayoathiri kanisa na dini na uhuru wa dini. Kwa hivyo yuko pale, lakini yuko pale kuangalia, kukutana na mabalozi wa nchi mbalimbali, kuzungumza nao mambo yanayohusu kanisa. Kama nchi na matatizo ya uhuru wa dini, anazungumza nao, kwenye nchi yako bwana, tuna tatizo la uhuru. Na huyu ni mtaalamu mwanasheria, kwa hivyo akizungumza, anazungumza kisheria, kutafuta uhuru wa dini katika nchi yako. Anazungumza na mabalozi, anazungumza na mawaziri, anazungumza na viongozi wa nchi. Yeye kazi yake wakati mwingine pale General Conference ni kutuletea viongozi pale ofisini watuelewe wa Sabato ni nani, public relations. Kwa hivyo tuna mtu pale, lakini tuna mtu pia State House, mwajiriwa wa kanisa, lakini kazi yake ni kupita kwenye korido na mabaraza ya State House ya Marekani, kusikiliza wanazungumza nini na wana mipango gani kuhusu mambo ya dini. Kanisa halikai kizembe, halikai kizembe, lina macho sana sana. Wakati mwingine mambo yanayofanyika kwenu, yanayogusa kanisa, sisi tunafahamu kabla ninyi hamjafahamu hapa. Kwa hivyo lina antena zake vizuri. Kwa hivyo ninasema hivyo ili mjue, mkisikia kitu cheki kwanza na General Conference. Uzuri niko kule, lakini kuna wengine tuna vyombo kule. Usije ukameza tu majitu. Kuna madhehebu yanajaribu kudestabilize kanisa kwa kutupa tu kitu tap, ili watuchanganye, watugombanishe, watuvuruge, halafu wamegundua Wasabato ni wepesi sana kwa sababu ya unabii. Ni wepesi sana kuchukua mambo ya unabii wakakatupa, tayari unasikia tunatoa tafsiri. Ukikaangalia hakana uti wa mgongo, lakini watu wetu wamekachukua, wanakimbia nako. Kwa hivyo msiwe watu waku. Ndio maana niliwaambia jana, wanabii walikuwa smart, hawawi carried na conspiracies. No, pima kitu uone kina mizania ya kwamba hiki kinafaa, lakini conspiracies mtatupwa, mtaiacha imani, mtachukia kanisa lenu, lakini anayewachezea ni mwingine. Kwa hivyo uangalifu huwe wepo. Nachotaka kuambia ni kwamba kanisa lenu liko macho kabisa. Ndugu mtazamaji, umemsikia mchungaji Geoffrey Mbwana. Ina maana anapinga mpaka Biblia. Angalia kitabu cha Wagalatia sura ya 2 fungu la 4. Bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Kristo Yesu, ili watutie utumwani. Geoffrey Mbwana anapotuambia hakuna hicho kitu, maana yake hili fungu lilikosewa. Mungu ni muongo? Kati ya Mungu na Geoffrey Mbwana nani mkweli? Kati ya Ellen G. White aliyeota ndoto ikionyesha kwamba matching ya watu waliowafahamu baadaye wakageuka kuwa matching ya Kikatoliki, wakasema nyumba hii iko chini ya ulinzi, bidhaa zake lazima zitaifishwe, wamenena kinyume na utaratibu wetu mtakatifu.
Je, Ellen G. White na Geoffrey Mbwana, nani yuko sahihi? Nani yuko sahihi? Ina maana alikuwa juu yanayoyafanya Ganun Diop, na yeye akiwa hapo kama mshauri wa President Ted Wilson. Hawa watu hawaaminiki. Hawa watu wamejitoa kutetea madaraka, wamejitoa kutetea mfumo ambao haufanyi kazi kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya maslahi yao na sio maslahi ya umilele. Pambano Kuu sura 37, maandiko ni kinga. Weka imani yako kwa Mungu peke yake, Biblia na roho ya unabii. Usiwaamini wachungaji, hata mimi usiniamini. Kama ninasema kinyume na ilivyoandikwa, usiniamini. John Paulson hakuwekwa na Mungu. Majesuit walipomtoa Fauconberg wakamweka mtu wao. Sasa tafakari hili na wewe. Angalia kwenye skrini yako. Kuna huo ukurasa wa Trans-European Division, waliandika taarifa hii. Unaona kwenye skrini yako kwamba John Paulson receives order of merit. Alipokea tuzo. Alipewa tuzo na nani? Ni tuzo inayohusu nini? Kwa kipi alichokifanya mpaka akapewa tuzo? Angalia kwenye skrini yako slide inayofuata. Sasa hapa nataka nisome kwenye hii peji ya peji hii ya Trans-European Division, waliandika hii taarifa. Naomba nikusomee kwa Kiingereza, nitajitahidi kutafsiri kwa kadri Bwana atakavyoniwezesha. Nasema hivi: The Bishop of Oslo for the Lutheran Church of Norway, the Reverend Ole Christian Kavame, was one of the persons behind the nomination for the order. Yani huyu John Paulson amepatikaneje? Huyu askofu wa kanisa la Lutheran kule Norway alikuwa miongoni mwa hiyo kabineti iliyohusika kumteua John Paulson kwamba anastahili kupewa hiyo tuzo. Naendelea kusoma. Bishop Kavame came to know Pastor Paulson during the bilateral dialogue between the Lutheran World Foundation and the Seventh-day Adventist Church, which took place between 1994 and 1998, where both Reverend Kavame and Pastor Paulson were part of their respective delegations. Walifahamiana wapi? Huyu Kavame, askofu wa kanisa la Lutheran kule Norway, alimfahamuje Paulson? Wote walishiriki kama wajumbe waliotumwa na makanisa yao kuwakilisha kwenye mkutano wa majadiliano kati ya kanisa la Lutheran na Waadventista wa Sabato uliofanyika katika vipindi tofauti tofauti kati ya mwaka 1994 mpaka 1998. Hapo ndipo wakafahamiana, mkutano wa kiekumenism. Wa Lutheran wanajadiliana nini na Waadventista wa Sabato? Wanafundishana ujumbe wa malaika watatu. Hapa lazima Waadventista washushi kiwango cha ujumbe ili waweze kushikamana, maana huu ulikuwa ni mkutano wa majadiliano ya ushirikiano. Tunawezaje kushirikiana na Walutheran isipokuwa tumeshusha viwango vya ujumbe ndipo tufanane nao? Paulson kabla hajawa president alitumwa kuwa mjumbe anayewakilisha kanisa la Wasabato. Endelea kusoma. During the 4 sessions, 3 issues were discussed. Number 1, justification by faith. Number 2, scripture and the authority in the church. Number 3, eschatology. Hizo mada tatu za kuhesabiwa haki bure, kuhesabiwa haki kwa imani, maandiko na mamlaka ya kanisa pamoja na theolojia inayohusu mambo yajayo ama ya siku za mwisho, ndio walikuwa wanajadiliana na Walutheran. Hapo ndipo walipofahamiana.
askofu wa Lutheran anampendekeza Paulson apewe tuzo. Katika ukurasa huo wa Trans-European Division kuna maneno haya, angalia kwenye screen yako hapo nilipozungushia wino wa blue. Nasoma maneno haya, nitajitahidi kutafsiri. Pastor Mark Finley, former Vice President of the General Conference, represented the World Church at the ceremony. Oh, Yesu tusaidie. Mark Finley aliyekuwa makamu wa mwenyekiti wa General Conference aliliwakilisha kanisa la ulimwengu, yaani hata wewe alikuwakilisha, kwenda kushuhudia seremoni hii, tukio hili la John Paulson akitunukiwa tuzo hii. Wakati wa John Paulson ameshastaafu, alitumwa na nani? Mark Finley kwenda kwenye mkutano huu, alitumwa na Ted Wilson. Maneno nasoma hivi: he read a letter from the current Adventist World Church President, Pastor Ted N.C. Wilson, thanking Pastor Paulson for his outstanding leadership. Alisoma barua kutoka kwa Ted Wilson akimshukuru John Paulson kwa kazi yake kama kiongozi wa kanisa la Sabato iliyotukuka. Ipi iliyotukuka? Utaelewa kwamba kama Ted Wilson alikuwa anamtumikia Mungu, basi uasi wa watangulizi wake angeupinga na angetengua, lakini ndio kwanza anapongeza. Hawa wote walikuwa wanamtumikia the same master, walikuwa wanamtumikia Bwana mmoja. Sasa sikia ndugu mtazamaji, Mark Finley anatumwa na Ted Wilson kwenda kumwakilisha kwenye tukio lenye kumpa utukufu Shetani. Alitumia pesa ya kanisa, kusafiri, malazi na gharama zingine, tena kwenye hoteli nzuri na pesa nyingi, maana viongozi kutoka General Conference hawezi kwenda kwenye hoteli ya kawaida. Kama GC imetekwa na Shetani, hivyo basi zaka zetu pia zinatumiwa kujenga ufalme wa Shetani na sio ufalme wa Mungu. Zaka zetu zinatumiwa kujenga ufalme wa Shetani. Sasa sikia, katika kitabu cha R Writings ukurasa wa 50 paragrafu ya 2, niliona kwamba kazi ya Mungu imekuwa ikikwama na kuzalilishwa na wale ambao wanasafiri, ambao hawana ujumbe kutoka kwa Mungu. Yaani Mark Finley anasafiri all the way from America kwenda mpaka Norway kwenda kumwakilisha Ted Wilson na kuliwakilisha kanisa, na wewe akikuwakilisha kwenda kushuhudia tukio lenye utukufu kwa Shetani wa John Paulson akipewa tuzo. Na nitakueleza hiyo tuzo, usijali, nitakueleza hiyo tuzo. Akipewa tuzo, anatumia zaka, anasafiri kwa pesa ya Mungu, pesa ya kanisa ambayo wewe ndio unatoa kumsapoti. Anasema kazi inadhalilishwa na wale ambao wanasafiri hawana ujumbe. Nasema watu kama hao watakuja kutoa hesabu ya kila dola walioitumia kusafiri ambako haikuwa wajibu wao kwenda, kwa sababu pesa hizo zingesaidia katika kazi ya Mungu, na kwa kukosekana kwa chakula cha kiroho ambacho kingetolewa kwao na wale walioitwa na Mungu na wajumbe waliochaguliwa. Ndio ile nukuu niliyosoma mwanzo kabisa wakati naanza PT Present Truth. Nilioneshwa kuwa roho za thamani zinakufa njaa kwa kukosa ukweli wa sasa. Na malaika akasema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi. Wajumbe wenyewe ni hao kina Mark Finley, wanaenda kwenye mkutano, tukio lenye kumpa utukufu Shetani. Kama hawa watatoa hesabu kwa kila dola walioitumia, wewe unayetoa kuwafadhili, kuwawezesha, na wewe utahesabiwa hatia, kwa sababu umesapoti mahali pasipo stahili kusapotiwa. Kama General Conference imetekwa na Shetani kiasi hiki, maana yake mpaka mapato ya kanisa hayatumiwi kujenga ufalme wa Mungu. Nabii anaendelea kusema, kama wangekuwa na pesa, roho zimekonda na kufa. Niliona wale ambao walikuwa na nguvu ya kufanya kazi kwa mikono yao na kusaidia kazi, nao walikuwa na hatia kwa ajili ya nguvu zao, sawa na wengine ambao walikuwa na mali.
Katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 3 ukurasa 553 paragrafu ya 2, nabii anasema hivi: iwapo watu watashindwa kujielimisha wenyewe ili kuwa wafanyakazi katika shamba la mizabibu la Bwana, wangeweza kuepushwa. Ingekuwa sera mbaya kuunga mkono kutoka kwenye hazina ya Mungu wale ambao kwa kweli wanaharibu na kuidhuru kazi yake na ambao daima wanashusha kiwango cha Ukristo. Zaka zipelekwe kwa ukweli wa sasa, sio kwenye mfumo ulioasi. Mtadaiwa hizo pesa. Mimi ninasema tu, naleta ujumbe kama mjumbe tu, mtadaiwa mnaosapoti mfumo huu ulioasi. Pelekeni pesa zenu kwenye ukweli wa sasa unakopatikana, na ukweli wa sasa haupatikani kwenye mfumo. Ni independent ministries. Angalia Yohana Mbatizaji alipokuja, hakufanya kazi na mfumo wa dini ya Kiyahudi, alianzisha independent ministry. Yesu akaanzisha independent ministry, mitume independent ministry, William Miller independent ministry. Na hivyo ndivyo Mungu anavyomaliza kazi. Anaita wanaume na wanawake kujitoa kwake waaminifu. Hao ndio watakuwa kanisa na sio mfumo kuwa ni kanisa. Hapa mwishoni nitakuonesha hiyo nukuu ya Upward Luku 315 paragrafu ya 5, uone nabii anavyotafsiri nini maana ya kanisa. Sasa angalia hiyo tuzo aliyopewa John Paulson kwenye screen yako. Ukiangalia tu hiyo unapata picha gani? Ni kama ukatoliki hivi, msalaba hiyo. Angalia picha inayofuata. Huyo ndio John Paulson, anaveshwa hilo limsalaba, ndio anapewa tuzo, ambayo tuzo hii aliandaliwa na mfalme wa Norway, na inatolewa kwa wale ambao wamefanya kazi kubwa, wanatambuliwa kazi walioifanya. John Paulson anatambuliwa kwa kazi ipi aliyoifanya? Kazi ya ecumenism. Kazi ya ecumenism. Angalia picha inayofuata. Ndio huyo hapo. John Paulson anaonesha hicho cheti cha kutunukiwa hiyo tuzo. Sasa angalia. Sio tu John Paulson amewahi kupewa hii tuzo. John Paulson alipewa 2012, lakini kuna mwingine anaitwa Askofu Gerhard Goebel wa kanisa Katoliki kule nchini Norway. Alipewa tuzo hii mwaka 2006. Huyu naye alipewa tuzo kwa kazi ipi? Ndio utaelewa kwamba hii tuzo hawapewi wale wanaohubiri ukweli wa sasa. Hii tuzo hawapewi wale wanaohubiri ujumbe wa malaika watatu. Hii tuzo wanapewa wale ambao wamefanya the outstanding work ya kutetea ecumenism, na waliofanya kazi hii kubwa kabisa ya Vatican wanapewa tuzo. Kama John Paulson angemtumikia Mungu kwa uaminifu wake wote, nani mtu wa ulimwengu angemtambua kwa tuzo? Kwani wewe Mwadventista msabato unasubiri uhubiri ukweli wa sasa alafu upewe tuzo na wa ulimwengu? Sio kweli. Na ukiona kuna tuzo wanapewa wa Sabato, ujue huyo alikuwa mtu wao. Nikupe mfano huu rahisi kabisa. Kabla sijakupa mfano, angalia hiyo picha hapa kwenye screen yako. Huyo ndio Askofu Goebel ambaye alipewa hiyo tuzo mwaka 2006. John Paulson anapewa 2012. Hapo anatambuliwa jitihada zao za kiekumenism. Sasa nikupe mfano huu. Chukulia kwa mfano nchi ya Botswana au nchi ya Kongo yenye utajiri wa madini. Alafu ukashangaa ukaona taarifa ya kwamba kiongozi mkubwa wa nchi hiyo anazunguka huko na huko, anaenda kupewa matuzo, anatambuliwa na wakubwa wa dunia ambao ni wakoloni wa kileo. Utapata picha gani? Kwamba huyo ni puppet, ni mtu wao wamemweka ili waendelee kuchuma mali za taifa hilo. Ndivyo ilivyo. Ukiona president wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni anapewa tuzo, anatambuliwa na walimwengu, anapongezwa kwa kazi njema, usifikiri ni kazi njema ya kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Kumbuka ile ndoto ya Ellen G. White. Anasema aliona wawili wanaandamana kuja kwenye nyumba, akatazama vizuri, ukageuka, tukio likageuka kuwa ni marching ya Kikatoliki.
Amebeba mwanzi na msalaba, na yule alibeba mwanzi akazunguka ile nyumba, akasema nyumba hii iko chini ya ulinzi. Ulinzi wa nani? Ulinzi wa Kikatoliki, chini ya Ukatoliki. Mali za nyumba hii, bidhaa za nyumba hii zitaifishwe. Bidhaa hizo ni nini? Ufunuo 14 tunapata jumbe za malaika watatu, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, na jumbe hizi zimejengwa juu ya msingi wa patakatifu. Bidhaa hizi ndizo zinazomtisha Mrumi. Hapo ndipo unapatikana uprotestanti wa kweli. Bidhaa hizi zitaifishwa na zimetaifishwa kweli. Sasa John Paulson anapewa tuzo, kutambuliwa kazi gani? Kutambuliwa kazi ya kuzitaifisha hizi kweli. Alifanya kazi kubwa ya Mrumi, ndio maana anapewa tuzo, Sasa sikia, katika kitabu cha Pambano Kuu, hiki ninacho mkononi hapa, UPH 2024, sura ile ya pili, mateso katika karne za kwanza, ukurasa wa 34 na 35. GC ni 46 paragrafu ya kwanza, 46 paragrafu ya pili. Ngoja tusome kidogo hapo uone nabii anachokisema. Sura ya pili, mateso katika karne za kwanza. Nabii anasema hivi: Wakristo wa awali walikuwa kweli watu wa pekee sana. Tabia zao zisizo na doa na imani yao isiyoyumba vilikuwa ni kemeo la daima lililosumbua amani ya mwenye dhambi. Japokuwa walikuwa wachache kwa idadi, bila mali, cheo au majina yenye heshima, walikuwa tishio kwa waovu mahali pote ambapo tabia na mafundisho yao vilijulikana. Kwa kama John Paulson, tabia yake na mafundisho ambayo alikuwa anayatetea kama kiongozi yangejulikana, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu ungehubiriwa ulimwenguni, angesimamia kazi hiyo, asingepewa tuzo, asingetambuliwa na walimwengu. Kutambuliwa na ulimwengu maana yake alihusika kushusha viwango vya ujumbe. Nabii anaendelea kusema, kwa hiyo walichukiwa na watu waovu sawa na jinsi Habili alivyochukiwa na Kaini muovu, kwa sababu ile ile ambayo kwayo Kaini alimuua Habili. Waliotupilia mbali udhibiti wa Roho Mtakatifu waliwaua watu wa Mungu. Hivi hawa Wakatoliki wametupilia mbali udhibiti wa Roho Mtakatifu? Hawajatupilia mbali. Waliua watu wangapi zama za giza? Walitesa watu wa Mungu kwa namna gani? Waliizika kweli chini kwa kiwango gani? Hawa ndio wana Roho Mtakatifu. Roho hii ndio ije kumtunuku tuzo John Paulson. Kama sio mtu wao ni nani? Ni nini kama sio mtu wao? Roho hiyo hiyo ya kishetani ndio mpaka leo inayoendesha chuki dhidi ya waaminifu wa Mungu. John Paulson hakuwa mtumishi wa Mungu, aliwekwa na majesuiti na alifanya kazi hiyo vizuri, akatunukiwa tuzo. Nabii anaendelea kusema, ilikuwa ni kwa sababu hiyo hiyo Wayahudi walimkataa na kumsulubisha Mwokozi, kwa sababu usafi na utakatifu wa tabia yake ulikuwa kemeo la kudumu kwa uchoyo na ufisadi wao. Tangu siku za Kristo mpaka sasa, wanafunzi wake waaminifu wameamsha chuki na upinzani wa wale wanaopenda na kufuata njia za dhambi. Anawezaje kupewa tuzo na walimwengu waliomkataa Yesu na injili yake? Alikuwa mtu wao, wanamtunuku kwa kazi njema aliyowafanyia. John Paulson ya kuifanya kazi ya Mungu, hakufanya kazi ya Mungu. Sikiliza, nabii anaendelea kusema, hivyo basi ni kwa jinsi gani injili inaweza kuitwa ujumbe wa amani? Isaya alipotabiri juu ya kuzaliwa Masihi, alimpa jina mfalme wa amani. Wakati malaika walipowatangazia wachungaji kuwa Kristo amezaliwa, waliimba juu ya mbuga za Bethlehem, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Luka 2:14. Kama vile kuna hali ya kukinzana kati ya matamko ya unabii na maneno ya Kristo. Sikuja kuleta amani bali upanga, Mathayo 10:34. Lakini zikieleweka vizuri, aya hizo mbili zinapatana kabisa. Injili ni ujumbe wa amani. Ukristo ni mfumo ambao ukipokelewa na kutiiwa unaweza kueneza amani, mapatano
na furaha duniani. Dini ya Kristo inawaunganisha wote wanaoyapokea mafundisho yake na kuwafanya kuwa ndugu wa karibu. Ilikuwa utume wa Yesu kuwapatanisha wanadamu na Mungu na hivyo kumpatanisha mwanadamu na mwenzake, lakini sehemu kubwa ya ulimwengu iko chini ya utawala wa Shetani, na Shetani anatawala ulimwengu huu kupitia mamlaka yake ya mpinga Kristo hapa duniani. Kanisa Katoliki ambalo Jan Paulson amefundishwa na Ratzinger aliyekuwa Papa Benedict wa 16, amefundishwa katika chuo cha Tübingen Ujerumani, the Ecumenical University. Ameandaliwa huyu kwenye mikono ya Wakatoliki. Injili inawasilisha kwao kanuni za maisha ambazo zinakinzana na mazoea na shauku zao, na wanainuka dhidi yake. Wanachukia usafi unaofunua na kuhukumu dhambi zao, na wanatesa na kuharibu wale wanaotetea madai yake halali na matakatifu. Ni kwa maana hii, kwa sababu ya ukweli wake ulio juu, Injili inasababisha chuki na migogoro. Ndiyo maana Injili inaitwa upanga. Jan Paulson angeibeba hii Injili ambayo inaelezwa katika Ufunuo 14. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye Injili ya milele. Angeibeba hii Injili, ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Angeubeba hii Injili, ingekuwa ni upanga. Asingepewa tuzo na wapagani. Ukiona anapewa tuzo na wapagani, alikuwa mtu wao. Hakutumika kwa ajili ya Yesu, alitumika kwa ajili ya wapagani. Sikia Ellen G. White anachosema katika nukuu zifuatazo. Inatoka katika The Southern Watchman SW ya 1904 paragrafu ya 4. Unaona kwenye skrini yako maneno ya Kiingereza, mimi nasoma Kiswahili. Sera yao ya kishetani isingeweza kufanikiwa iwapo watu wa Mungu wangefunga milango dhidi ya adui na kushirikiana kwa upatano kutimiza mapenzi ya Mungu. Adui asingeweza kuingia isipokuwa kama malango yangefunguliwa na wasaliti waliomo ndani. Neil Wilson, 33 degree Freemason, msaliti. Falkenberg kafungamanishwa mikataba na Mrumi, anafanya biashara zisizompendeza Mungu, anapenda pesa. Leo hii ndo anakuwa president wa General Conference, na wewe umebaki unaamini, unasubiri ndo General Conference ikutangazie sheria Jumapili imekaribia. It will never happen. Alikuwa msaliti ndani ya kanisa. Anakuja Jan Paulson, anafundishwa kwenye theolojia ya Kikatoliki, anafanya kazi kwa ajili ya Mrumi, msaliti ndani ya kanisa. Anakuja Ted Wilson. Utashangaa Ted Wilson, tutakapofikia kwa habari ya Ted Wilson, alifanya kazi kubwa ya kumfanyia kazi Mrumi, kazi kubwa ya Vatikani. Utashangaa. Endelea kufuatilia masomo haya. Somo litakalofuata, somo la 6, lijue kanisa lako, sehemu ya 6, tutagusa habari ya Ted Wilson, namna alivyotumika kwa ajili ya Vatican. Utashangaa. Huyu ambaye Wasabato wanampenda, walimuita kwamba huyu baba ni wa kiroho sana, huyu mchungaji ni wa kiroho sana. Are you sure? Una uhakika? Utashangaa kuona mambo haya. Wasaliti ndani. Elton Koila vivyo hivyo, msaliti ndani. Tutaangalia hayo yote ili uone namna ambavyo shetani ameteka mfumo wa General Conference, na ile ndoto ya Ellen G. White imetimia. Watoto wa Mungu, amkeni. Katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la pili, ukurasa 149, paragrafu ya 2, nabii anasema, wengi wamejichanganya na ulimwengu na kushiriki roho na mvuto wake, na urafiki wake umewatenganisha na Mungu. Wanafuata njia inayoonekana kuwa sahihi machoni pao wenyewe, lakini baadaye inathibitika kuwa ni upumbavu. Mungu hata ruhusu kazi yake ichanganywe na sera za kidunia. Watu wa ulimwengu wenye hila na wanaotanguliza maslahi binafsi si watu wa kushika nafasi za uongozi katika kazi hii takatifu na ya uzito mkubwa. Lakini kinyume chake, General Conference wanaweka watu wasiofaa, wenye mashikamano na Mrumi, wanafanya kazi kwa shetani, watu wapiga madili, wapenda pesa. Kwa kadri tunavyoendelea na masomo haya,
tutakuja kueleza mpaka zaka yako inavyotumika kuwekezwa. General Conference wanawekeza kwenye makampuni ya kamari, forex companies, namna General Conference inavyowekeza kwenye viwanda vya kutengeneza silaha. Iliwahi kuwekeza kwenye makampuni ya pornography, makampuni ya kuuza sigara, namna ambavyo pesa ya Mungu inatapanywa. Haiwezekani General Conference ikatekwa na shetani alafu zaka itumike kwa utume. Hicho kitu hakipo. Shetani hawezi kujilipua mwenyewe, lazima hiyo pesa ijenge ufalme wa shetani. Maana kuna sehemu mbili tu, aidha mali itumike kwa Mungu ama kwa shetani. Sasa kama General Conference Vatican imeweka makao yake hapo, imeweka nguvu zake hapo, majesuiti wametawala, wataruhusu zaka ikatumike kwa kazi ya Mungu? Ukiona kazi ya Mungu inatendeka ni maigizo tu, mabilioni ya dola yanatapanywa. Hao ndio wanashika madaraka. Ukija kwenye division hivyo hivyo, kwenye maunion wasiofaa ndio wanashika nafasi za uongozi, kwenye maconference, kwenye mafields wanawekwa watu wa ovyo. Kuna kitu kinaitwa system. Utasikia tu wanasiasa wanavyozungumza, wachungaji, yule fulani ameondolewa kwenye uongozi, system imemtema. System gani? System ya uovu, system ya watu wa roho wa madaraka. Na kuna makundi kwa wachungaji, kuna kundi la fulani, kuna kundi la fulani, wote wanapambania madaraka. Shetani anashindwa kufanya ya kwake, kuingiza hizo takataka, kufanya mambo yake ya ovyo. Watoto wa Mungu hawaelewi, wanasubiri kusikia matangazo yakisomwa na mzee wa kanisa kwamba General Conference inatuambia hivi, kwamba union inasema hivi, kwamba conference inasema hivi, field inasema hivi. Tumekwisha. Kama hatutasimama na imeandikwa, kama hatutasimama kujua mapenzi ya Mungu ni yapi, tumepotea. Na nabii alitabiri ya kwamba Wasabato wengi aliona wanaenda kupokea alama ya mnyama. Mfumo umewakusanya Wasabato, umewafunga matita wakapokea alama ya mnyama. Na wachungaji wetu hawa, viongozi wetu hawa watatutangazia kwamba tunapaswa kuheshimu mamlaka iliyowekwa. Ibada ibadilike kutoka Jumamosi iende Jumapili, tutii mamlaka za serikali. Na hivi kanisa lenyewe limeshikamana, limefungamana na ulimwengu. Tumesaini mikataba ya WHO, mikataba ya mashirika mengine ya kimazingira, mikataba ya UN, tumeshikamanishwa. Hata hapa Tanzania bado kanisa linafanya kazi bega kwa bega na serikali. Mimi nimechunga Kigoma, hospitali ya Heri inafanya kazi kwa ubia na serikali. Kuna watumishi hapo Heri Hospital, watu wa Heri Hospital mtakubaliana na mimi, wanalipwa mishahara yao na serikali. Leo kanisa ndio lije kupinga serikali hii ikipitisha sheria ya Jumapili. Wachungaji hawa watatuambia tofauti. Tusiposimama na imeandikwa, tutaisha. Tusiposimama na imeandikwa, tumeisha. Nabii anaendelea kusema, Shuhuda kwa Kanisa Gombo la Pili, kurasa 149 paragrafu ya pili, lazima ama wageuke na kumrudia Mungu au wafanye kazi inayolingana na mielekeo yao ya kupenda ulimwengu. Ni bora wakafanye kazi ya mielekeo ya kupenda ulimwengu. Sisi kwa kazi zingine kuliko kushika kazi takatifu ya uchungaji. Alafu tunawapoteza watu, tunawadanganya watu, tunatumika kwa ajili ya shetani. Kuna wachungaji ni mawakala wa shetani, mpaka wachawi na washirikina wapo, wapenda vyao na madaraka, wapiga madili. Kwani hata wewe ndugu mtazamaji, si ulisikia hapa juzi serikali imetangaza kwamba imevunja bodi ya wadhamini ya Waadventista wa Sabato kwa sababu gani? Matumizi mabaya ya madaraka, kufuja mali za kanisa. Kusikia kwamba kuna yeyote amechukuliwa hatua? Si wanaendelea tu kutembelea ma V8? Si wanaendelea kukaa kwenye maofisi ya viyoyozi? Si ndio hao kwenye mikutano ya makambi wanawaambia msidanganyike ya kwamba sheria ya Jumapili haipo karibuni, msisikilize, hao ni waasi. Pambano kuu ni halisi. Pambano kuu ni halisi. Na tunaamini ya kwamba wanafanya kazi ya Mungu. Tunawawezesha kwa zaka na sadaka. Wanatumika kwa ajili ya shetani. Kama unafikiri naye kuambia haya ni uongo, fanya tu hivi. Ni rahisi tu. Mungu ni mwaminifu. Nenda kafunge na kuomba, mlilie Mungu akufunulie, akuthibitishie. Uone kama Baba wa mbinguni atanyamaza kimya. Ana uwezo wa kukuambia mpaka hata majina ya wachungaji wanaofanya biashara haramu, wachungaji washirikina,
wachungaji ambao hawakutumwa na Mungu, majesuit, atakwambia don't trust anyone, usimwamini yeyote. Tunapokwenda kwenye kuhitimishwa pambano kula zama zote, nguvu kubwa ya uovu itatumika, lakini pia Mungu naye atatumia nguvu kubwa kuokoa watu wake, na Mungu yuko kazini. Neno lake pekee ndio litakuwa salama yetu, sio nani anasema nini. Tumekaririshwa hivi, mfumo wa kanisa ndilo kanisa la Mungu. Namba 2, Mungu atalipigania kanisa lake. Wewe nyamaza kimya, usiliseme kanisa. Atarekebisha kasoro, litaonekana kama linaanguka lakini halitaanguka. Namba 3, GC ni sauti ya Mungu, lolote kutoka juu linapaswa kutiiwa bila swali. Namba 4, nuru ili iwe nuru ya kanisa lazima ifunuliwe na kanisa zima, yaani kuanzia juu kuja chini. Je, Mrumi atabadilika ikiwa General Conference imetekwa na kanisa Katoliki? Hapo ndo tunasubiri watuambie nuru kwamba sasa ujumbe miaka 6000 ni wa kwetu. Tunasubiri General Conference tutangazie kwamba sheria ya Jumapili iko kwenye pipeline kule Marekani. Tunasubiri hao General Conference watuambie huu ni muda wa kutoka mjini. It will never happen. Nabii anatupa tafsiri sahihi ya nini ni kanisa. Katika kitabu cha Upward Luke 315 paragrafu ya 5, nabii anasema Mungu ana kanisa, si jengo kubwa, yani Great Cathedral, wala si usajili ama usimikwaji wa kitaifa, yani national establishment, wala si madhehebu mbalimbali. Ni watu wanaompenda Mungu na kuzishika amri zake. Walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Mathayo 18:20. Ambapo Kristo yupo hata miongoni mwa wachache wanyenyekevu. Hili ni kanisa la Kristo, kwa kuwa uwepo wa aliye juu na mtakatifu akaye milele peke yake unaweza kuunda kanisa. Kwa hiyo kanisa ni wale waaminifu kwa amri zake, wanampenda Mungu na kumtii yeye. Hao ndio kanisa. Haijalishi wako wapi, 2 au 3, hao ndio kanisa, sio mfumo huu ulioasi. Kwa hiyo Mungu anaita sasa wanaume na wanawake wajitenge na mfumo huu ulioasi. Wale ambao bado watasikiliza mfumo huu, mamlaka ya mfumo huu, wataendelea kuitambua. Wale ambao bado wataendelea kuwasikiliza wachungaji hawa wa siku hizi hawa ambao ukweli wa sasa haupo kwao, wanafanya kazi ya kupigania mfumo, kutetea mfumo badala ya kutetea Mungu, kumtetea Mungu na kweli yake. Viongozi hawa wa kanisa, ikiwa mtaendelea kuwasikiliza hawa, mnaenda kupokea alama ya mnyama. Hivi punde rehema inakoma kwa Waadventista wa Sabato. Sheria ya Jumapili inapopita Marekani, biashara inakuwa imeisha kwa Sabato. Kwa hiyo mnaenda kupokea alama ya mnyama. Mfuateni Mungu peke yake. Neno lake linasemaje? Pambano Kuu sura 37, maandiko ni kinga. Kasome hapo uone Mungu anachosema. Sio kuamini huu mfumo ulioasi, unawapoteza watu. Bidhaa za nyumba ya Mungu, nyumba hii, zimekwisha taifishwa. Ndio maana tunafungamanishwa na ulimwengu. Ndio maana sasa tunaambiwa sauti moja. Kwenye kitabu cha Ecumenical Movement ukurasa wa 470 kipengele cha 48, hapo inapatikana sauti moja, kwa sababu tayari tulishafungamanishwa na Umoja wa Mataifa tangu wakati wa Neil Wilson mwaka 1985. Hawa mapresidenti wengine nao wanatakiwa kuobei mikataba. Ndio maana tunazungumza habari ya UN, mipango ya UN, Laudato Si. Ndugu zangu, tunadanganywa. Simama na imeandikwa. Usimwamini mchungaji, anakupoteza. Lijue kanisa lako, sehemu ya 5. Sehemu ya 6 itafuata. Usikose kufuatilia somo hili. Utashangaa maajabu ambayo ulikuwa hujawahi kuyatarajia. Ni kweli kanisa hili
ni kanisa la kweli la Mungu, lakini kanisa ni watu waaminifu, sio mfumo. Na Mungu hata upigania mfumo, anawapigania hao watu waaminifu na hawataanguka. Kwa hiyo General Conference sio sauti ya Mungu tena. Tusikae kusubiri itoke juu ndio tutekeleze. General Conference haipaswi kutuamulia hata tuamini nini, kwa sababu kuna mambo ya kishetani yanapikwa huko. Ndugu zangu, mimi nilichokifanya katika somo hili ni kufunua pazia ili uone upande ambao ulikuwa huuoni. Fuatilia, thibitisha, pima, peleka kwenye maombi, chunguza mwenyewe. Je, mambo haya ndivyo yalivyo? Kama ndivyo yalivyo, uasi wangu ni nini? Kosa langu ni lipi kwa mujibu wa Biblia na roho ya unabii? Nihukumiwe kwa Biblia na roho ya unabii. Simama na imeandikwa. Mungu akubariki. Kwa jina la Yesu, amina. Na tuombe. Baba yetu mwema, fungua akili zetu na fahamu zetu tuweze kuelewa jinsi pambano linavyopiganwa, ili tukimbilie kwako palipo na usalama. Mbariki mtazamaji anapoendelea kujifunza na kufanya maamuzi. Sifa na utukufu zikurudie. Kwa jina la Yesu, amina. Nikiwa majaribuni na kutembea shidani, moyoni mwangu naona wewe uko nami. Najua unami, najua unami. Siogopi Bwana wangu, kwani uko nami. She